He's a very new neighbor at home, but he stood in that gap kwa sababu ni yeye alikuwa na gari karibu na akampeleka hospitali. Walipofika pale hospitali St. Bridget, tungependa kuwashukuru madaktari wote wa St. Bridget. Na ninapoongea na mama na baba Bridget, wananiambia hata sio madaktari peke yake. Kutoka watchman pale kwa gate, they all tried to resuscitate Bridget, turn after turn. Tunawashukuru wote, the entire community ya St. Bridget Hospital. Wale wengine ambao tungeshukuru kwa sababu ya hiyo siku ya 7/7 usiku ni Mfariji Home, ambao walichukua mwili after Bridget alituacha, walimchukua kutoka pale hospitalini na wakampeleka kwa mochari yenye tumetoa Bridget leo asubuhi pale Vendego St. Teresa. Tunashukuru pia Mfariji na ni wao pia wametubebea mwili leo. Tungependa pia kumshukuru Huka JR, tunamjua sana huu kama JR. Vile Bridget alienda pale hospitalini, the only 1 hour alikuwa pale, she accumulated a hospital bill. Na kwa sababu hatukuwa tunataka akae pale, JR alilipa hiyo hospital bill. Ingawa tutaongea naye pale kama familia, kwa sababu ya hapo alitukuamua, tunamshukuru sana na Mungu azidi kumbariki. Pale nyumbani hiyo usiku watu wengi walikuja walipopigiwa simu na kusikia yaliyotujia katika familia yetu. Wale wote ambao walikuja hiyo usiku wakafariji na familia, tunawashukuru na wamekuwa na sisi tangu mwanzo mpaka tamati. Tunawashukuru nyinyi wote. Bridget alipo pigwa risasi na kafariki, ilikuwa ni vyema tufanye postmortem. Na ile postmortem ilifanywa pale katika hospitali ya St. Teresa. Tuwashukuru wale kwa vile walitusaidia na hiyo postmortem yote. Wa kwanza tungependa kushukuru ni daktari mwenye alisimamia familia, Dr. Mugweru, na yule mwenye alisimamia IMU anaitwa Dr. Mulu, na pia mwenye alisimamia the Human Rights Commission anaitwa Dr. Kalsi. Tungependa pia kumshukuru mortician ambaye amekuwa kipelekana na familia kila siku ambapo maybe wanataka kwenda kumtazama Bridget. Mortician Jerry kutoka pale St. Bridget, tunamshukuru sana. Tungependa kushukuru pia IPOA. Tulipoenda pale hospitalini kufanya postmortem, IPOA walisema tusidhubutu kufanya chochote before wafike. Postmortem ilikuwa inafaa kuanzia saa 3 asubuhi na tulianza saa 8:30 jioni. Kwa sababu tuliwangoja na wengine ambao nitawasoma hapa, wakasema ni vyema wakuwe pale ili wachukue ile evidence yenye wanahitaji, na hii yote tumeacha kwa mikono ya IPOA na mawakili ambao tulikuwa na wao pale, kwa sababu in the end tunapatia shukrani ya kwamba mtatutafutia justice for Bridget Njoki because she was innocent. Kwa hivyo IPOA tunawashukuru. Tunawashukuru LSK Kiambu chapter wakiongozwa na Beth ambaye alikuwa amesimamiwa na mdogo wake bwana Warutere, that is wakili Warutere, na pia kulikuwa na wakili kutoka Nairobi anaitwa Anthony. Tungependa kuwashukuru kwa kusimama na sisi ile wakati wa postmortem. Mliingia kwa hiyo room na mkatoka after the postmortem was complete, na tunajua haikuangi wakati rahisi, lakini mlisimama pale to make sure that the evidence is being collected the way it's supposed to be collected, na tunawashukuru. Tungependa pia kushukuru Rita Wanjiku ambaye ni wakili kutoka pale familia. Ni yeye aliadvise haya mambo yote ya postmortem, alikuwa anatupatia mawaidha yake tukiwa pale hospitalini, ingawa alikuwa mbali, lakini alifanya tupate ujuzi wa kutosha ili tukubali postmortem ifanywe. Tunamshukuru Rita. Tungependa pia kushukuru wale walikuwa wametoka kwa Human Rights, pia walisema ifanywe wakikuja hapo. Kumention wawili, tungependa kumshukuru Kamanda ambaye alikuja pale, na pia Hussein Khalid, na nilimuona miongoni mwa wenye wako hapa. Tunawashukuru kwa kusimama na sisi. Tungependa pia kushukuru DCI Kiambu kwa kuwa pia nyinyi mulikuja hapo wakati wa postmortem. Baada ya hiyo ilikuwa ni wakati wa
mipango, wa kuleta mipango ya kumzindikisha mtoto wetu Bridget, na tukakuwa na komiti pale nyumbani. Wale wote ambao walikuja kwa komiti hiyo, tukiongozwa na chairman wetu Mr. Waite na familia yote na jamaa na marafiki wote ambao walifika pale nyumbani, sisi tunawashukuru. Tuliona watu wengi, viongozi tofauti wa security na pia wanasiasa, tuliwaona wote. Maybe kwa sababu ya time naweza niko na majina yenu wote, na familia iliwaona, marafiki zetu waliwaona, kina Jeremia Kioni mheshimiwa, kina Honorable Mheshimiwa Idhaka, Jude Njomo, nyinyi wote tuliwaona, Gathoni wa Moshomba, nyinyi wote tuliwaona. Governor pia na msaada wake ilifika. Tunawashukuru sana, na tungeomba make our country safe, discuss safety and peace in our country. That is what we want, because Bridget was innocent. Hata hajakaribia kuchukua ID, hata hawezi piga kura, hawezi enda kwa maandamano. Discuss peace in our country. Tungependa pia kushukuru Ubora Kings and Queens na the entire Brethren Church wakiongozwa na Pastor James Wainaina na Pastor Consolata, ambao ni wale ambao wameemploy mama yake Bridget ambaye ni mwalimu pale shule yao. Wamesimama na sisi kuanzia hiyo usiku ya 7 walikuja nyumbani, na tunawashukuru kwa kujitolea kwenyu. Tumekuwa na nyinyi kila siku, hadi jana tulikuwa na nyinyi na leo tuko pamoja na nyinyi. Tunawashukuru sana. Na pia tungependa kumshukuru Mr. Kariuki Jamno ambaye ni employer wake Leonard Wainaina. Pia yeye amesimama na sisi, na shukrani zetu kama familia kwake. Nikimalizia ningependa kushukuru MK Foundation, Michael Karanga Foundation, ambaye Bridget alipoona ama kusikia mambo ya golf, hata sio wazazi wake walimwambia, ni yeye mwenyewe alijitakia na akaungana na wao, akakuwa mmoja wao. Na vile alituacha, the foundation didn't leave us, imesimama na sisi. Hata ukaangalia pale kwa eulogy yake, the name of the foundation is there, kwa sababu walijitolea kufanya mengi na wametusaidia sana. Hata the entire package yenye tuko nayo wameisimamia kwa njia kubwa sana. Tungependa pia kushukuru Graton Babs wakiongozwa na rafiki yetu Mr. Thomas Kimari, ambaye amekuwa amesimama na sisi, provide security for the whole week. Tumekuwa tukikutana pale nyumbani na mpaka siku ya leo without any charges. We thank you Mr. Thomas Kimari pamoja na familia yako na the entire community ya Graton Babs. Mungu akuzidishie. Tungependa pia kumshukuru Jolink Media ambao ni wao wanafanya live streaming, kwa sababu wamejitolea kufanya hii live streaming bila kulipisha chochote. Tunakushukuru sana Mr. Joe kwa yale ambayo umefanyia hii familia wakiwa kama marafiki zako. Kwa mwisho ningependa kushukuru the media, the fourth estate. Ingawa ilikuwa ni uchungu sana kumwona rafiki yetu, dada yetu na pia bwana yake wakihojiwa pale. Without you, the information that has gone out will not have gone out. We also depending on you. As we thank you, we also depending on you. Ya kwamba for justice to be seen to be done by the entire country and the whole world, it is you to cover the whole story. Tunaiacha kwa mikono yenu. Na tungependa pia kushukuru nyinyi wote ambao mmekuja kwa hii sherehe ya kumwaga Bridget kwa kujitolea kwenu. Mungeenda kazini kwenu, lakini mliona ni vyema mshiriki pamoja na familia na jamaa kumzindikisha Bridget. Tunawashukuru nyinyi wote na Mungu azidi kuwabariki. Na ningeomba kitu moja, na najua tutaombwa, na niwashukuru kwa hii ya kwamba tutakubali ile maombi. Tutaambiwa ya kwamba pale nyumbani sio mahali pana, it's a very squeezed area, so we may not go there all of us. Ningependa kuwashukuru ya kwamba mtakubali hilo ombi wakati mtaombwa na padri ama mwenye ataomba. Mungu awabariki, tuko pamoja na nyinyi. Asante sana, tumpigie makofi. Tunakumbushwa kuwa ibada yetu ya misa haijaisha, kwa hivyo tuweke kimya.
ningetaka kumwalika yule ambaye atatuelezea vile tutaenda nyumbani kupumzisha mtoto wetu Bridget. Karibu. Mungu wetu ni mwema. Mungu wetu ni mwema. Kwani mna huzuni? Kwani mna huzuni? Bridget anatuombea. Si anatuombea? Sawa sawa. Mimi yangu ni machache sana. Na venye Father nimeambiwa ndio hivyo nitafanya. Lakini hapa Father Bele kumesemekana kuna bendera ya PMC, lakini hakuna bendera ya Kenya. Kwa hivyo bendera ya Kenya tunataka tuletewe na Hussein, atuletee tu, aiwekelee, alafu sawa Father. Okay. Sawa sawa. Halo. Ni ombi nilikuwa naomba, lakini mambo iko hivyo. Tukubali hivyo, mambo iko na tutulie na tuendelee. Sawa sawa. Mahali tunataka kwenda ni pale kwetu Kirigwini, na tunaomba wale watachukua mwili kutoka mahali hapa ni watoto wa PMC na familia. Tukitoka hapa, wakifika pale nje, mwili utachukuliwa na wana PMC wote, wana bed, wana scout, watoto wote wa shule. Hiyo ndio ile njia tutafuata. Watoto wa MK Foundation wote, hiyo ndio ile watu tutafuata. Na tunaombwa sisi zote tukue tukielekea mahali pale nyumbani, tupe hao watoto nafasi. Watoto ndio watatuongoza, na bed itatoka hapa mpaka nyumbani. Tumesikizana hapo? Bed itatoka hapa mpaka nyumbani. Kwa hivyo kwa hiyo barabara ya Kirigwini hakuna, na hatutaki magari zinaingia barabara hiyo. Kama kuna gari zitaenda, na wale wanajua bomba kwetu wapitie barabara ile ingine. Na pale nyumbani, sababu venye mmeambiwa space ni kidogo, mturuhusu. Na tunampenda. Na tunampenda sana vile mmekuja. Mmetushikilia na hari na mari na maombi. Tunaomba sababu Bridget alikuwa mkarimu. Tutaachwa mahali hapa, kuna mamkuri, kuna kitu tutakula na maji tutakunywa, na kama kuna neno lingine tunaweza nena, tutanenea hapa. Lakini Bridget, sababu hii safari yake, venye tumetulia mpaka mwisho, tumpe hiyo heshima. Sawa sawa. Na ile kitu ingine ningekuwa nikisema hivyo, wakuwe wanakaribia, ili tukipewa baraka ya mwisho na Father, alafu sisi tutakuwa tuki. Na ile kitu ingine ningesema, yule alikuwa na peana photo of thanks, amesahau na akina mama, na hii siku sahau ni vile maneno iko, wale walikuwa wanakuja pale kila siku kupe watu chai, kuwapikia kachai na kitu ingine ya kukula. Na wale vijana na wazee wale walitengeneza mahali tuenda kupumzisha mtoto wetu, nao tuwarudishie shukrani, sababu hiyo kazi walifanya leo asubuhi na kaifanya vizuri, na ikafanywa haraka na ikakuwa sawa. Kwa hivyo mimi sina mengi, ombi langu tu ni moja. Ombi langu ni moja. Security wale tuko na wao, hii barabara ikuwe clear, na ile gari itakuwa ikienda huko ni ya mwili, na itakuwa katikati. Hiyo gari ingine ni za fathers, zitafuata. Wanakwaya, najua hapa ni karibu, si kilomita, haijafika kilomita 1, tutatembea miguu. Si sawa sawa? Na hata wengine hawajafanya mazoezi, leo tutafanya, tutaenda mpaka Kirigwini. Kwa hivyo pale mahali pale ni space ni dogo, kwa hivyo tunaomba radhi. Na ibada ya misa ikiisha, mwili ukitolewa, tuitikie, tusimame mpaka mwili utoke mpaka nje, alafu sisi tuanze coexist. Sio ni sawa? Kwa hivyo mimi na hiyo ndio niko nayo, na Mungu wetu azidi. Watoto wa PMC wale wachache wametajwa wakuje. Asante. Tungetaka kuwashukuru nyinyi wote kwa kushiriki na sisi katika ibada hii ya misa. Umeonyesha heshima na utulivu. Mungu wetu azidi kuwabariki. Na mwalika padri ili aweze kutumalizia ibada.
Kabla hatujamaliza, Tukae kimya watoto. kabla hatujamaliza ibada yetu ya misa leo, ilikuwa sikukuu ama siku ya Bridget, kuiombea roho yake na pia kuiombea familia yake. Naomba watoto wetu mtulie, ni maneno machache tunataka kusema. Tumeadhimisha ibada ya mwenda zake Bridget, na nimeona kwamba tumempa heshima yake kama shujaa wa imani na kama shujaa katika jamii. Alikuwa mtu ambaye alikuwa na heshima zake, na nimeona tumefanya hivyo. Kila mmoja wetu ambaye amekuja hapa, tusome na huyu mtoto. Labda Mungu amemleta hapa siku ya leo ili sisi wote tuweze kusoma somo fulani. Jambo la pili wetu, kwanza kutoka kwa mchungaji wetu mkuu, Askofu Mkuu Philip Anyolo. Tuliongea naye Jumamosi, na kwa mara ya pili akanipa ujumbe kwa familia kwamba angependa sana kuwa nanyi siku ya leo, lakini kwa sababu ya shughuli za kichungaji hakuweza kuja, lakini akasema kwamba anaendelea kuwaombea na Mungu atawatendea mema. Pia kutoka kwa askofu wetu David Kamau na askofu wetu Simon Peter Kamomwe pia wametuma risala ya rambirambi. Mapadre wetu wa jimbo pia wametuma risala ya rambirambi na maombi kwa familia na kwa parokia hii yetu. Na mwisho ni kuwatambua wale mapadre ambao tumekuwa nao katika ibada hii ya siku ya leo. Wa kwanza akiwa ni Padre Nicholas Adongo ambaye ametuhubiria siku ya leo, na amehubiri vyema sana, akituambia kwamba tuko katika confusion, lakini Mungu apo na ako na nguvu. Thank you so much for your powerful message of encouragement to the family and to this community. Wa pili ni Padre Peter Ken Jonge ambaye ni rafiki wa familia, anatoka parokia ya Ituro. Wa tatu ni Padre Anthony Makau ambaye anatoka katika parokia ya hapa jirani ya Ikinu, amekuja pia kuomboleza pamoja nasi. Nimesahau kutaja kwamba Padre Nicholas Adongo ndiye assistant dean, ndiye tunakuwa na dinari hapa ya Kiambu. Yeye ndiye naibu wa dean wetu ambaye ni Father Peter ni Father Ken Maina. Mwelekezi wetu wa liturujia ni mseminaristi wetu Eliud Kangara, na amefanya kazi nzuri sana. Asante sana Eliud kwa kutuelekeza. Tuna walimu wa dini hapa, mwalimu Ndungu, mwalimu Karioki na mwalimu Dhuo. Pia tuna wale ambao wametusomea masomo siku ya leo. Asanteni sana, mmefanya kazi njema. Na mwisho tuna wale ambao wanaomboleza kwa sababu ya kumpoteza mwenzao ambao ni watoto wetu wa misa. Asante kwa utulivu na ukakamavu mlionao, na hasa pia kujitolea katika hii ibada. Mnapoomboleza na mna majonzi, lakini mkaona ni vyema kutoa huduma hiyo ambayo Bridget alikuwa anaitoa. Tena ningependa pia kutoa shukrani zangu za kipekee kutoka kwa viongozi wetu. Nawaona akina Gathoni wa Moshomba hapa, naona kiongozi kutoka kule Kisii, naona waheshimiwa Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa, naona Jude Jomo na wengineo ambao wamefika siku ya leo. Hata kama hamkupewa nafasi ya kuongea, your presence speaks volumes. Asanteni sana kwa kuja kuomba, kuomboleza nasi na pia kufariji familia hii. Mwisho, kwa wale wote ambao mmekuja hapa siku ya leo, asanteni sana kwa vile mmetulia vyema. Hata wale ambao wako pale nje mmetulia vyema, tuendelee kutulia hivyo. Tudumishe amani. Peace is very very expensive.
Kiangalia mataifa ambapo watu wanapigana, kurudisha amani inakuwa kitu ngumu sana. Na kwa hivyo ningewaomba tunapoondoka hapa tuendelee kudumisha amani. Let's be instruments of peace in our country. Tusiwe watu wa kuharibu maisha, watu wa kuharibu mali. Pia tunaomba wale ambao wamepewa kazi ya kulinda. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nendeni na amani ya Kristo. Ibada yetu ya misa imekwisha. Naomba tusitoke mbele ya mwili.
Nani ndio kuna bagi yangu? Kuja mbele.